Bwana Yesu asifiwe. Hebu salimia aliye karibu na wewe, msalimie, mwambie neighbor. Tafuta mwenye ako serious kidogo, achana na huyo, tafuta mwingine. Msalimie kwa nguvu, mwambie neighbor. Watu waliobarikiwa wanakaanga tu kama wewe. Haya, salimia watu watano. Waambie watu waliobarikiwa wanakaa kama wewe. Amen. Watu waliobarikiwa wanakaa kama wewe. Unaweza ukaketi. Unaweza ukaketi. Unaweza ukaketi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Eric Opingo. Nilikuwa hapa mara ya kwanza. I can't remember the time, but I think it was early last year. Nimepata fursa ya kuja mahali hapa tena. Nataka nichukue nafasi hii. Mchungaji wenu ni rafiki wa karibu na ndugu mkubwa kwangu ambao namheshimu sana. Mpigieni kofi moja pap. Thank you. Huwa naambia watu ni vizuri kujifunza kupigia watu wengine makofi, maana pia na wewe wakati wako ukifika utapigiwa. Angalia neighbor, mwambie neighbor, clap for others until your turn comes. Si useme amen? Haya, pigia huyo neighbor makofi moja, huyo neighbor makofi moja. Thank you. Ndio mimi kwa muda mrefu nimeongea na watu na niliambia watu kwa mkutano fulani, ukisikia mtoto wa sisi yako anafanya harusi, peleka soda kireti moja, ni shilingi 780. Unaoyasherehekea katika maisha ya watu katika maisha yako. Ayambie na share. So nashukuru Pastor, I respect you and I honor you and the grace God's put in your life. Tunaishi huko Nairobi. Tunatoka maeneo ya Nyamira kule Kisii, lakini tunakaa Nairobi. Tulikuwa na kitu tunaita the boys outing. Semeni the boys outing. Outing ya vijana ambao wanaelezana mambo ambao ni yana deal with the boys. So my 2 boys are in the house. Now by yesterday there were 3. Najua wengine tumebarikiwa, watoto wengi ni wetu. Nataka niulize my 2 boys plus Sami wakuje. Please come. Ni vizuri kuja. This is the boys outing. So mtu angewasaidia microphone ningeshukuru. Mtu angewasaidia microphone ningeshukuru. Hao vijana ni wangu. We are going through the boys outing. Wacha tuwapatie fursa ya kujisema. Introduce yourselves. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Timothy Maxwell. Nimekamilisha somo la grade ya 9 shule ya Kabarak. Amen. Hawa ni wale ambao tunafanyia experiment kwa CBC. So it's an experiment, another grade 10. Wale ambao wajaelewa grade 10 vizuri ni form 1. So next year another form 2 grade 10. We appreciate. Mpigie makofi vizuri. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Joseph Mundro. Naenda kidato cha 4. Nimebarikiwa kwa nini. Ngoja kidogo. Huyu mwenye anaenda grade 10 kwetu ndio finance officer. There are no expenses that takes place before he approves. Even when you give offerings, he needs the end you are approve. So that's the finance officer. Na huyu ndio chairman. Amen. So chairman anaitwa Joseph Monroe.
na anaenda form 4 next year. Ambia jirani yako kuseeka nayo. Asante. Next. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Samuel. Kwa majina anaitwa Samuel. Unasoma wapi na unaenda grade? Haya, wacha nimalizie. Anaitwa Sam, anaenda grade 9. Simpigie makofi vizuri. Asante. So hii inaitwa boys outing. Mungu awabariki na may God prosper you in your ways and in your lives in Jesus name. Wapigie makofi wanapoketi. Asante. Shosho alikuwa hapa na amewasalimia. Shosho, fanya hivi. Hiyo ni shosho yao. Msalimie vizuri. Asante. Amen. How many are ready for the word? You are ready for the word? Can I see your hand? Uko tayari? Ambia neighbor, kuna nguvu kwa kushukuru. Ukimwambia kwa sauti utanisaidia. Mwambie kuna nguvu kwa kushukuru. Wakati tumeongea na mchungaji kwamba nikuja kushare katika ibada hii, mambo mengi yamepitia katika kichwa. Naweza kwanza kuwa mzuri katika Kiswahili ya watu wa pwani, lakini mtanikubalia, na niliona kwamba mnajua Kisungu. So tutachanganya hizi lugha zote na Mungu atawabariki. Si ni sawa? Nina ushuhuda, so nitahubiri kwa sehemu mbili. Moja ni ushuhuda na mbili nimesoma tayari maandiko katika Matendo ya Mitume 8. Na sio Matendo ya Mitume, Kumbukumbu la Torati 8. Si mlifuata hiyo Kumbukumbu ya Torati 8. Mahali Mungu anaambia Waisraeli, mtakapofika katika nchi ile mkunywe na mukule na mushibe na mchenge nyumba kubwa na muishi. Msimsahau Mungu wenu. Hallelujah. I have about 5 testimonies, ushuhuda 5. Nikiwa primary kuanzia class 3 mpaka class 8, nilikaa na msichana moja kwa desk. Sisi tulikalia desk. Tulikaa msichana moja kwa desk moja, na hakuna siku nilimshinda. Alinishinda shule. Ni vizuri pia kusema mahali umeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri pia kusema wakati umeshinda. Mimi hakuna mahali nilimshinda. Na jambo ambalo nataka niseme, maana sitataja jina kwa sababu ya heshima. Baada ya miaka mingi tumeachana baada ya shule. Karibu miaka 4 imepita, tumekutana naye akiwa anafanya kazi kule Kisumu. Tukawa tunajuliana hali, akaniambia vile maisha alienda college na mambo tu vile maisha huenda. Ambia neba vile maisha huenda. So akaniambia kuna kijana mmoja anasoma shule fulani, na mimi pia nimefanya kazi sana mashule sana kwa miaka 26. So siku moja nikienda hiyo shule kuongelesha vijana, nikaambia mwalimu mkuu kwamba nataka nimuone kijana anaitwa jina hili, na mama yake tulisoma na yeye. Huyo kijana alipoletwa alikuwa form 2 by then. Nikajiintroduce nikamwambia mama yako tulikuwa na yeye shule moja. Na sio tu shule moja, kuanzia class 3 mpaka 8 we were desk mates. We were? Akaniangalia akaniuliza unaongelea nani? Nikamwambia naongelea mama yako. So nikamwambia si anaitwa hivi na sisi zake ni 5, brother zake ni 2 wanaitwa hivi. Akasema yes. So tulipoachana akafunga shule akaenda nyumbani, akaambia mama yake kama kweli yule pastor alikuwa your desk mate,
then kuna jambo fulani lilienda vibaya na maisha yako. Kuna vile Mungu anakuonea. So wakanipigia simu wakiwa na mama, tukaongea, nikaambia the boy, Mungu hakuonea mama yako. All things work together for good for them that love God. Si mtu mmoja aseme amen. Nilichukulia hapo kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Nikamlipia school fees ya miaka 3 na akamaliza shule ya university. Bwana asifiwe. Sasa inanikumbusha kwamba Mungu anaponibariki hivi sio nguvu, ni neema. Ungesikia vizuri ungesema amen kubwa kidogo, sema amen. That is number 1. And because I've taken time to work in schools, hii term tu imepita, hii ya last term imepita hii, nimeenda shule moja ambaye jamaa moja alikuwa wa head boy, alikuwa class 2 mbele yetu, ni watchman wa hiyo shule. So tukiwa tunaingia, tumeandika kitabu, akaniambia, Opingo, hivi ndio Mungu amekubariki? Akaniambia, basi ukiondoka tafadhali usiniache hivyo. Na nikamwambia, wewe nikaondoka late. Akasema, basi kama utaondoka late tumalizane saa hii. Nikamuuliza unataka aje? Akaniambia tu nipatie 50. Ataki 100, anataka ngapi? Come on, talk to me. Anataka ngapi? Nikatoa noti ya 1000 nikampea, akasema basi wacha nikimbie nitafute change. Nikamwambia nimekubariki. Mungu anapokubariki sio kwa nguvu na sio kwa hekima ulio nayo. It has taken God. Wale wamepiga makofi, Mungu awabariki mara 3. Ambia neighbor, it has taken God. Mnanielewa wapendwa? Inua tu mkono vizuri hivi. Mnanielewa? Hii mwaka inapokaribia kuisha, niliangalia gari zangu nika-add zile mileage. Maana mimi hufanya kazi kama kampuni. Gari tukivuka mwaka huwa naandika mileage. So mwaka ikiisha, nataka nione zile kilometers nimeenda. Gari zangu zote zimeenda kilomita 1190 kufikia mwezi wa 10. Na nikasema 80% hizo kilometers nilikuwa ndani ya hizo gari. Hata kama ziliniacha airport, nilikuwa ndani ya hizo gari. Na nimeenda over 190,000 kilometers in 10 months. Wakati watu wengine walipiga safari moja na wakapoteza maisha. Are we communicating? Yes. Allow me say something. Please nisikize kwa makini sana. Allow me say something. Hello? Si mnikubali niseme initoke? Come on, talk to me. Si niseme initoke? Tumesafiri sana, tunaenda mashule, tunaenda makanisa, tunaongea kwa makampuni. Niliambia my drivers who drive me, niliwaambia tukifika kwa geti ya shule na watchman yaseme ngojeni tu confirm kama mlikuwa mnatarajiwa. I've told my drivers, number 1, wacha kwanza kubishana na watchman. Unajua sisi tunatoka Nairobi. Unajua sisi ni wageni wa shule. Rudisha gari nyuma, utoe kwa gate, uweke kando ili usifungie wale ambao wamekuwa cleared. Namba 2, zima gari kwa heshima za watchman. Ukitaka kunielewa vizuri asubuhi ya leo, tembea kwa ile village ambao ulielelewa. Na uona wale ambao mlicheza na wao papiri 1 namba 22. Wengine wao ukiambia watu kwamba huyu ni age-mate wako, watasema ni uongo, maana miaka yao inakaa kama ya baba yako.
Wale wamesema amen, Mungu akutana mahitaji yao. Reverend Karume, some of the young boys tulicheza na wao football ile ya makaratasi. Wengine tulienda kuswimu na wao, mlienda baharini. Hata hakuna Mungu wamekosea. But the Lord has come our way. We have every reason to thank him. Can somebody say amen? Tukiwa tumekaa Migori, tulikaa Migori kwa muda wa miaka karibu 8 kabla ya mama yangu kuja kuaga. Tulikaa Migori muda mrefu. Jamaa mmoja ambaye alikuwa magistrate, alikuwa anaitwa Shem ndiye alikuwa anatuhurumia. Saa zingine tunamfagilia compound, tunamwoshea magari, anatupatia chakula ili tusikufe. Na huyo jamaa alikuwa anatupenda, anasema nyinyi kwanza wewe utakuja kubarikiwa. Siku hizi ni jirani yetu, mahali tumejenga. It is not by power, it's not by mighty. It takes God. Unaajiriwa na mtu unampalilia maua, unaenda hapo kukua jirani yake. Okay, with humility, semeni humility. Kwa unyenyekevu mwingi uli ukue na picha mahali ninaishi. Siniwapatie picha tu kidogo kama ushuhuda. Ama mtakasirika, sinisema ushuhuda. Jirani yetu ni current Inspector General of Police. Si unaweza shikanisha mahali tunakaa. In other words, security sio shida. Hawa wako na wivu. Wacha nihubiria watu serious. Security sio. Baka upitie gate 3 na ukue cleared na upeane ID. Na huyo jamaa ambaye alituandika kumfanyia kazi ya compound ni jirani yetu. Hiyo neema iwabebe. That is why the Bible says, mtakapokula na mshibe, don't forget. Ambia your neighbor, don't forget. Niliambia mke wangu hii fridge haitafungwa na hii bedroom haitafungwa. Kama unafunga yako ni sawa. Hello? Kwa sababu hata wa house girls wenye unaweza kataa wasikule kuku, na sisi pia tulikuwa house boys. It has taken the hand of God. Ukiona watu wengine maisha yao inataka kukataa, kabla ulaumu Mungu, enda waangalie vile na treat house girl. Waangalie vile na treat. Niliona nikiwa hapa last time nikihubiri mnasema amen. Kwani mmenipangia? Sasa mmenipangia? Si basi msema amen. Kijana wako akivunja TV, unamwambia dadi usilie, tutanunua ingine. Msichana wa kazi akivunja glass kwa sink, unamkata mshahara. Ambia jirani yako utakapokula na ushibe. Hajasikia, mwambie utakapokula na ushibe. Ukumbuke ni Mungu, sio bidii yako. Haleluya. Hebu fanya hivi. Haleluya. Wana watu wa bara, watu tumetoka bara. Kama umetoka bara inua mkono. Umetoka bara inua mkono. Wewe unajua kuna watu wamekuja hii mtu hapa miaka 20 na sio wavivu. Wameamuka asubuhi kukuliko. Nilikuwa nawapongeza, ni kama come on, talk to me. Are we communicating? Sio wavivu. Wameamuka mapema kukuliko. But the Lord has graced you. So unapowaona usiseme ni wazembe.
Ni neema ya Mungu imekubeba. Ambia jirani, ni neema ya Mungu imekubeba. I respect watchmen. Hiyo ndio ingekuwa kazi yetu. Ni neema ya Mungu imetubeba. Haleluya. Kuna kitu tunashikanisha. It is by the grace. Somebody say it is by the grace. Juzi nimeangalia watoto wangu wakiwa wanaogelea kwa swimming pool, wakiwa na wazungu kwa hiyo swimming pool. Nikasema Mungu, hii sio preps. Hii sio bidii. Hii sio bidii. It is by the grace. May that grace carry you wherever you are going in life. Mwaka wa 2026 hiyo neema iwabebe. Hallelujah. Kumbukumbu la Torati chapter number 8 mstari wa 10. Please move us faster, our time is far much spent. Move us faster. Deuteronomy chapter 8 verses number 10. Hebu munisaidie kusoma tafadhali. Let's go 1 2 3. Ushibe. Utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Let's go. Jiadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutosikiza amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. 12. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. 14. Na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, dhahabu yako itakapoongezeka na kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke usahau Bwana aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. 15. Aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, katika mwamba mgumu. 16. Aliyekulisha jangwani, kwa maana wasiojua baba zako, apate kukutweza, apate kujaribu, ili kukulea mema mwisho wake. Hapo useme moyo wangu, nguvu zangu na uwezo wa mikono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. 18 kwa sauti. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Mtu aseme amen. That you may remember the Lord your God. Can someone say amen? Are we together, my friends? That we may remember the Lord our God. Mimi kama kuna kitu unisumbua sana, semeni sana, ni wakati chakula na wakelewa mfuko wa takataka inarushwa kwa gari kwa estate, machokora wakiwa mtopa wanalala njaa. Nimeambia hata my boys, tumekuwa na muda nao, nimewaambia acha gani ya kusavu chakula kwa hoteli ambao huwezi maliza. Come on. Am I communicating?
Ajagani ya kuenda pre-wedding kwa harusi, unasavu chakula kwa buffet, akuote hiyo chakula inamwawa kwa pipa ya takataka. Hebu nisalimie hivi. Reverend, you are my friend. One time nimeletwa hapa na bank hapa Mombasa kwa seminar. Nimeletwa na KQ first class. Nimewekwa hoteli nyingine hapa Sorofa, hoteli nyingine ya kifahari hapa. Sasa nimeoga asubuhi na driver ameniletea viatu. Naangalia viatu ziko na vumbi. Sasa ile towel nimejipanguzia nikashika, nikasema after all ziwataosha hii towel. Sasa nilishika hivi na nikashika kiatu hivi. Sauti ambayo ikaniambia mimi ndio Mungu na angajia na kuangalia. Nione ule umbali nitakupeleka. I am watching to see the fire can take you. If you want to know whether God will bless you, let me ask a question. Can I ask a question? Wangapi wanaishi kwa nyumba ya kukodi? Unaishi na rental house. Kwa heshima tu inua mkono juu. Kwa heshima. Mungu unajua Mungu anakupatia nyumba next year. Sasa ni vizuri kurespond. Unaishi kwa rental house, inua mkono hivi. Are you serious? Thank you. Hata si tuliishi rental. Nyumba yangu ya kwanza tulilipa 120. 120 shillings na tulikuwa ndio wawili. Tulishikania rent 60. Wakati mmoja alifikisha 150 tuliomba na kufunga ili asiongeze. Ukitoka chaji leo, enda uangalie ukuta ya hiyo nyumba vile umeishi. Eti mtoto alitoka shule akachukua makaa akaandika kwa ukuta 1 2 3 mpaka 50. Na ujiulize kama ingekuwa yako, kama ingeandikwa na makaa. Sasa mmesema nimewaingilia. Alafu naanza kuambia mtu si nimetoa rent. Nimetoa mpaka deposit. Kama unafikiria deposit ni kitu, chukua ununue shamba nayo. Reverend, sinikubalie nishuka hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Eti watoto wamevunja mpaka vitu za choo. Wamevunja kila mahali. Maana ulitoa deposit. Hapa siko safe. Bwana asifiwe. Maana umetoa nini? Deposit. If you want to see and if you want to know how far God can take you, omba gari ya rafiki, omba gari ya ndugu hapa kanisani. Muende matanga kwenu. Unakuwa mtu wa kwanza kufunja rekodi kuibebea makaa. When the Lord has blessed you, it is not by mighty, it has taken the grace of God. Because of time, allow me to say the following. Are you there, my brothers and sisters? Wandugu nisalimie hivi. Are you there? That sometimes God anatuangalia vile hata tunaando wale watu wa chini. Semeni chini. Sometimes Mungu anatuangalia ili abariki watoto wako vile unaando wale watu wa chini. Sometimes Mungu anaangalia ukipeana sadaka kwa watoto wako asubuhi, anaangalia kama utapatia na maid. Ambia neighbor yako majaribu mengine ni kushinda, ni ya kushinda. Ambia neighbor yako majaribu mengine ni ya kushinda. Can I share with you something? Nisalimie hivi. Can I share something? Nimesukuma trolley miaka imepita, nimesukuma trolley Quickmart. Hiyo trolley imekuja ikiwa imejaa shopping ya weekend na wiki mzima, imekuja kwa cashier. Semeni cashier. Sasa mimi kuangalia hivi, sauti inaniambia angalia nyuma, nageuza shingo. Kugeuza kichwa hivi,
Naona wale customers wako nyuma yangu watatu. Semeni watatu. Hakuna mtu wako na vitu zaidi ya viwili kwa basket. Mmoja alikuwa na mkate, mmoja alikuwa na chumvi, sijui mmoja alikuwa na maziwa na mkate. Na nasikia sauti inaniambia kabisa, toa hii troli mbele ya hapa nyuma, peana hawa nafasi walipe kwanza. Don't punish them because I blessed you. Elfu 14,000 unataka ipiwe malize, ulipe na M-Pesa na kuwe na delay, na nyuma yako kuna mama akona chuvi ya 10 bob. Sasa nimekuwa mbaya. Mama 20, semeni mbao, anataka ya time. Umekalia kwa mlango wa dirisha ya kioski, unataka vitu ya 500, kisha pata vitu hiyo pesa kutoka mahali nyingine, na huyu wa 20 ako nao cash na hataki change. Huwezi kubali asaviwe. Tell your neighbor, don't punish people because God has blessed you. Hata kama asikiambia mwingine, don't punish people because God has blessed you. May God open eyes. May God open eyes. Hallelujah. Umepaki gari mahali ambapo unapaki, unalipa, ukitoka unalipa. Kuna mtu mbele yako na chache zake anaweka 1,000 na anarudi. Na hii imefika watu 20. Kwani ukimlipia shilingi 50 utaenda kulala njaa? The Lord God will have blessed you. Remember, it is not your power. It has taken the hand of God. Let me say this quickly. Life is so interesting. Anything we have achieved or done has not taken our knowledge or wisdom. It has taken the hand and the grace of God. Si mtu mmoja aseme amen. You need to be great and appreciate people. Ambia neighbor, appreciate people. Na mkinikubalia niseme hivi. Number 1, appreciate your parents. Angalia neighbor, appreciate your parents. As we come to the end of this year, find a way to appreciate those people pay the price to make you what you are. Si mtu aseme amen. Reverend, I salute you that you appreciate the elders of this church. Niliuliza huyu pastor, hawa mama hapa wakiwa 7 nani, anasema hawa ni wale miongoni walioanza hii kanisa. Nikasema this grace is unique. Unajua kuna watu walichipa mashimo hapa ya kanisa ya mchanga, wakikaribia ofisi ya pastor wanafukuzwa kama umbwa. When the Lord has done this to us, let us remember the journey we have walked as a church. Can someone say amen? Wale wa mama ambao sauti zao hazipatikanagi kwa keyboard, walikuwa youth, na huko ndio unaelekea. Kuna mmoja hapa ananiangalia vibaya. Ambia jirani yako huko ndio unaelekea. Unaangalia mama wanakuja hapa, unaambia mwenzako next. Sasa mama kama huyu anaiba nini? Hata kama hakuna, hata kama haibi kitu, huko ndio unaelekea. Ambia jirani yako huko ndio unaelekea. Mtu mmoja aliniambia, ukitaka kujua vile bibi yako atakaa akizeeka, angalia your mother in law. Your parents. Ni makosa wazazi wanakula nyama ya chama. Wakati wanachinja mbuzi Christmas, unaita majirani. Na wazazi wanakula nyama ya chama. Mpaka washikana watu 20 wanunue mbuzi wakatane. Na wao wanalisha majirani.
Ni nani alikuambia kwamba birthday ya mtoto haiwezi fanywa kwa wazazi? Mlikuwa mnanipenda, mmenikasirikia, Mungu anawaona. Ambia neighbor, give thanks to your parents. Mama moja aliambia msichana yake, unakaa ukitoroka kwako, mkikosana unatoroka. Akamwambia, wewe unajua hizi maalama niko nazo, nilivumilia ndio mkue. Wewe unajua wengine wetu hapa ni wamama, hata wengine walipika chang'aa ndio tuende shule. Wanakula nyama ya chama. Number 2, appreciate people who pay the price to make who you are. I know, mimi najua na nasema mbele ya Mwenyezi Mungu, kuna big sisters, elder brothers waliacha kujengea familia zao wakawapeleka shule. Ulifukuzwa fees, ukapigia ndugu yako mkubwa simu. Baba yako alimwambia, tafadhali mimi nimezeeka, usiache ndugu zako. Mkikutana kwa matanga inabidi atume mtu akupembeleze umsalimie. Akikwambia my sister, na ulikuwa umelala siku mbili hata unisalimii, unaanza kumuuliza, kwani ulitulipia fees ndio utucontrol? Kwani ulitulipia fees ndio utucontrol? Wengine wetu baraka zetu zimebaki na wale watu walitusaidia na tukawadharau. Mtu alikushika mkono hapa Mombasa, ukalala kwake, akalalisha watoto chini. Alitoa watoto kwa kitanda, akaheshimu miaka. Ukalala kwa kitanda, watoto wakiwa wamelalia mkeka. Uliingia kwa bafu, ukaweka stima on na maji ikimwagika na unaosha meno. Ulipiga viatu zako rangi, ukaacha rangi yake ikiwa na kauka. Ulipoulizwa ukapiga simu nyumbani, wananitesa. Am I communicating? Some of us, uko ndio baraka zetu zilibaki. Instead of appreciating, you became a reporter. Ukiambiwa si utusaidie kuosha vyombo, maid ni mgonjwa, unasema wananifanya maid. Stima hukulipa, sabuni hukununua. Ulioga mara 3 kwa siku, unasema Mombasa ni joto. Hukulipa bili ya maji. Na wengine ni washirika wa kanisa moja. Ili umsalimie, inabidi tu akupembeleze. Ashindwe shetani. Shindwe, thank you. Semeni shindwe. Am I communicating? I'm closing shortly. I want to challenge the people of God as blessed here. Kama unafanya kazi kwa ofisi mahali, inua mkono hivi, ama kwa kampuni. Unafanya kazi, wewe sio mwanabiashara, unafanya kazi. Inua mkono hivi. You are working somewhere. Hebu nione, Mungu awabariki. Mungu awaneemeshe. Haya, wale ambao walipitia college ama university. Ulikuwa college ama ulikuwa university? Inua mkono. College mahali ama university? Inua mkono hivi. Ulipokuwa una kitu ya kukula, ulienda kwa mwanafunzi mwingine rafiki yako, ukajifanya mnapiga story mpaka akapika. Mlipiga story mpaka akapika. Mbona wengine wanaangalia chini? Ambia neighbor, appreciate people who touched your lives. Come on, mwambie appreciate people who touched your lives. Nilikuwa naongea na pastor kwa hapa, naweza waambia. Kuja kwangu Coast Region ilimgharimu huyu madam. Huyu ndio mtu wa kwanza nilijua. Uko Precious Blood Ukambani, akiwa deputy principal Bahari. Yeye ndiye alifungua mlango ya kunileta Coast. Ndiye alifanya hivi. Hata nikanunua ndege nitaileta kwake.
Tumeshinda hii Mombasa karibu wiki mzima, na nikaambia vijana itabidi mtoke Diani muende kwa ile mama alifanya tukaanza kukuta hapa. Na hata kama hakutakuwa na buffet, ila atapika ndio mtakula. Mimi watoto wangu haisienda bara, watoto wangu wataenda kuchafuka. Hapa ni kama sitakiwi. Bwana asifiwe. Huko ndio lichafuka ndio kazaa. What do you know what you are protecting your children from? Kuna baraka za kuombewa hapa kwa madhabahu. Na kuna baraka za watoto kutemewa na mate na wale wenye wamechafuka. Hebu salimia hivi. Benefits of thanksgiving. Ambia neighbor faida ya kushukuru. Faida ya kushukuru. Sisikii mwambie faida ya kushukuru. Faida ya kushukuru. Sema number 1. Moja. It helps us to recognize God's intervention in our lives. It helps us to recognize God's intervention in our. Inatusaidia kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Bwana, hii mtu hapa kuna watu wanaamukanga, hata wengine hata waamukangi wanalangi. Wewe afadhali unaamuka, wengine waamukangi, utaamukaje na hujalala? Hii mtu hapa iko na watu hata wana kivuli. Watafutia hawa nakuanga na tabia hiyo, lakini sawa tu kwa wengine. Mnanizimia mic. Bwana Yesu asifiwe. Eti wao ulichelewa kuamka, wengine hawalali. Praise God. Hata nuaje kifuri na ana kitu ya kufungia. Wanaongea kifuri ya tuite. Si afford maamuri ya shilingi 10 ya mtoto atapeleka shule kesho. When we give thanks to God, we recognize His intervention in our lives. Inua mkono sema God. Come on, kwa sauti, God, I recognize your intervention in my life. Si mtu mmoja aseme amen. Can I say something? When some of us get to the plains, tukiingia ndani ya ndege na tumekaa, wengine wetu watu wakiendelea kucheka, tunalia. It has taken good. Mara ya kwanza kuletwa kwa hoteli ya kifahari hapa Mombasa, nilishindwa kulala. Nilikaa kwa kiti kwa hiyo hoteli, nashindwa mimi ndio nitalala hapa. Maana tulilalia ngozi ya ng'ombe. Unaangalia unaenda kujaribu kuandikia kwa kitanda, unaona white sheets, unarudi. Nasema ama walisahau. Hata ikabidi niende kuuliza kwa reception. Na hapa walilipa ngapi? 14,000. Nikasema unajua sasa ile akili kaniingia. Si hata wangenipea nilale kwa street, wanipea hiyo. Because it's a shock. It has taken the intervention of God. Hallelujah. Ambia neighbor number 2. When you give thanks to God, it helps us to reach out to other people for help. Ambia neighbor, unaposhukuru Mungu, kama mwangalie mwambie, unapomshukuru Mungu, inakupatia fursa. Inakupatia fursa ya kusaidia watu wengine. Nilikataa kumaliza ghorofa yangu Nairobi. Nilisema hakuna vile ndugu zangu wataboma nyumba zao, Mungu akiwa amenibariki.
Number 3. Sema number 3. Thanksgiving helps us to appreciate what God has blessed us with. Semeni appreciate. Inatusaidia kukubali na kushukuru yale Mungu ametutendea. Hallelujah. Can I ask a question? Come on, can I ask a question? Wangapi hapa Mungu amebariki na gari? Inua mkono. Mungu amekubariki na gari. Inua mkono hivi. You are driving a car. Inua hivi. Unanunua yogurt na soda, zile za chupa ya plastic. Watoto wanamaliza kunywa hizo yogurt, wanafungua kioo ya hiyo gari, wanarusha hiyo chupa nje, inaangukia skrini ya mtu mwingine. Wao hujatoka kwa maisha ya matatu. Unajua hata kwa matatu kuna watu wana discipline ndani ya matatu. Ndani ya akimaliza yogurt, anashika hiyo chupa mpaka mahali ataenda kufika. Na Mungu anawainua. Unarusha chupa ya soda, ikiwa hiyo soda haijaisha inamwagikia mtu mwingine kwa street. All of you say appreciate. Come on, please talk to me. Say appreciate. Mnaishi nyumba ya ghorofa ya watu 20. Watu wangapi? 20. Watchman anatoka mjengo, anakuja kazi watchman usiku, analala njaa. Na hiyo watchman yumneta soja. Ukuje unisaidie kesho, ni siku ya takataka. Soja anachukua karatasi ya black ikiwa na kuku yenye imeoza. Waje nimalize niende, maana naona ni kama mnipeleki vizuri. Thanksgiving helps us to remain humble. Somebody say humble. I'm not hearing. Say louder, humble. I can say this and I can say it again and again and again and again. Most of the moments I appreciate in my life is when I visit my grandmother. She's now turning almost 100 years. Akikaa chini anapika ile mboga na anasema hii haiweki mafuta. Waje hiyo chakula yenu ya Nairobi. Kuna vile iko. Na unakumbuka umeacha fridge ya milango 4. Unasema Mungu nisaidie nisisahau nilitoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeingia boma za watu wengine, watoto wao wanashituka. Daddy, upiga amekuchacha hapa. Unajua ni nani? I'm still a humble man. And I can say this in this meeting. Even if I buy a plane tomorrow, I will still bring it to your home. Sasa utusalimii na tulikutafutia kazi juzi, tulikuchangia harusi. Sasa utusalimii. Tulishindwa kulala. Finally, Thanksgiving opens new doors in your lives. All of you say yours. Unapojifunza kuwa na moyo wa shukrani, semeni moyo wa shukrani, inafungua milango mingine. Inafungua milango mingine. Si mtu mmoja aseme amen. Can I give you a testimony? Can I give a testimony? Mimi Mungu amenisaidia kidogo na mtarajia mambo makubwa. Niliamua hivi. Ukiniita kwa kampuni kuongea na uniite shule na uniite kwa kanisa, I will not come empty-handed. I will not come empty-handed. Mnasikia? Reverend Kalume, timu yako ya mapazi wa kanisa wako wangapi pastors? Pastors wa church? 6. And their wives? With their wives, some with their husbands. So that is about 12. There is a 2026 12 sa gharama ya 20 na ni mimi nitagharamia. Unashika? Ukinifikishia hiyo majina kesho, Jumapili utasidedicate hapa. Wahubiri wangapi wametamani kuja kuhubiri hapa na wengine ni majirani hapa,
na Mungu acha mshawishi kuwapatia microphone. Polisi mmoja aliambia polisi mwenzake, ukiita Opingo atakuletea juice. Na hivyo ndio Mungu amenisaidia, hiyo ni neema. Wachungaji wangapi wamekuwa kama kanisa, nilikuwa nauza pasta Moi. Unajua watoto wanaanza kusema maziwa ya Kalume. Mimi nashindwa, watoto wanakuja maziwa. Nikamwambia hapana, hata mimi naweza kuwa Sunday school. You know, unajua mimi nilishangaa hapa nje. Watoto wanakuja maziwa. Sieni kama mjanipea yangu. Hata mimi sijazeeka. Kama Oburu Odinga ni youth leader. Bwana asifiwe. When we give thanks to God, it opens more doors in our lives. Can somebody say amen? Inua mkono sema, God, open new doors in my life. Can somebody say, watoto outing walale nje, wapeleke baharini waswim, wabeye chips ama pizza. Ni watu wengi wanataka watoto na hawana. Unajua kuna watu wako hospitali mwezi mzima hajawahi tembelewa. Unatembelea mgonjwa wako na fruits ya 2,000. Unampatia na kula mbele ya mtu hajatembelewa 1 year. Umempepea Lucozade inde. Na hata Mungu anamchukua na hata sikile kama asijakunywa. We can give thanks through our giving. Somebody say giving. Sisi ni kama Paulo. We are not asking you to give your thanksgiving offerings because the church is in need. We are asking you to give because God wants to bless you next year. Are we communicating? Sijui mbona Mungu ananielekeza niongee na huyu mama. Huyu mama ako na specs nyuma ya huyu, simama. Wewe, kuja hapa. Nimekaa pale na nakasikia tu nikuongelesha kuhusu jambo. Unaona hii gate? Uliza ilipakwa rangi lini mwisho? Na hii gate ingekuwa kwako ingepakwa rangi. Kweli. Si kweli? Hii gate haihitaji zaidi ya 5,000 kupakwa rangi. Kuna Mungu anangojelea mtu mwenye atasimama mwenye ile rangi yake itauza ile gate. Na afungue mlango ya 2026. Amen. Amen. Mungu aliniambia nikwambie hivyo. Hapa kuna painters. Reverend. Hapa kuna mtu anaweza kuwa anajua kupaka rangi. Hapa hii church. Bila shaka wako. Si unaweza kuwa na mtu anajua kupaka rangi. Sasa wewe ukinunua rangi ni 1,800 mikebe 2. Yellow na red. Mtu wa kupaka ni 1,000. Hata mimi huwa napaka. Hata pasta anaweza paka. Akileta kama hakuna fundi mimi nitapaka. Watu waine wanipatie pesa kama hii tupake gate rangi. Watu waine nipe pesa kama hii. Watu waine tupake gate rangi. Hii gate ingekuwa kwako haingekaa hivi. Msiniangalie hivyo, nipatie pesa. Nimebakisha, simama hapa. Simama hapa. Simama. Simama hapa. Kuja nayo. Nimebakisha wawili, kuja. Simama hapa. Simama hapa. Inataka kitu wakinua rangi mikebe 2, nataka tina. Kuna ile ya kuchanganywa ndio ishike.
Dina ni 500. Mtu akuja na dina ile ya kuchanganya 500. Kuja. Hata kama uko kwa M-Pesa kuja. Leta simu. Uko kwa simu? Kuja hapa wewe. Kuja. Unafanya nini? I'm theater tech. Theater tech. Unafanya kazi gani? Theater. Theater. Wewe umesomea udaktari? Ukikutana na huyo theater shauri yako. Wewe uko na dina? Hiyo 500. Basi simama. Weka kwa hiyo namba hii. Mtu wa kupaka anachukua 1500. Pastor apake ama ulipie mtu wa kupaka? Kuja. Yaani mimi niwahubirie kisha nje nipake rangi. Weka pesa ya kupaka pale. Pewa namba pale. Mama. Kuja pesa ya kupaka unapea weka kwa pastor. Kama iko cash nipe. Usimame hapa. Kuja mzee usiende. My sons, sadaka mlimaliza? Kuja nyinyi watatu kuja hapa. Baka mkue sehemu hii kitu. Gawana hizi pesa haraka peleka pale. Gawana hizo pesa peleka pale. Hii tunajipanga next year. When we give thanks to God, He opens new doors. He opens? Come on, talk to me. He opens? As you come to give to the Lord, I can tell you for free, the church does not have a need. God is looking for a way to open new doors for your life next year. Can I say it again? As you give your thanksgiving, the church does not have a need. God is looking for a way to open new doors for your life next year. Wekeni laini, mshikane mikono. Shikana mikono. When you come back here on Sunday, we are coming into a new gate. Na hata utafuta mtu wa kuandika na iandikwe vizuri. Gates have a meaning in the Bible. As that gate becomes new by painting, may the gates of your lives and businesses become new. May the gates of your businesses and your families become new. In Jesus' name. Amen. Reverend, say a prayer as these brethren hold their hands, and say a prayer to the church as we come to a close. Lord, we are grateful this afternoon for how faithful you have been to all of us. You have blessed us in several ways. And Lord, you reminded us today that when we have eaten to our fill, when we build new houses, and even when our livestock increase, Jehovah God, we should realize that it is not by our own doing, but this is your doing. Help us, Jehovah God, to be humble and recognize that it's you who blesses us. And even as you bless us, make us a blessing to other people. Now we commit these dear ones that are forth here, that will bless them for the act of kindness and blessing they did to the church. Bwana ukawabariki na ukabariki kazi ya mikono yao kwa kujitoa na kusimama na kazi yao. Na sote tutakaposimama hapa kurudisha shukurani kwa mengi mema ambayo umetenda, Bwana uso wako ukawe juu yetu sote, ukitubariki na kutuinua kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wapige makofi. Thank you. Have your seats. Nataka kubaki na wewe. Thank you. The rest can sit. I want to remain with you. Good job. Umemaliza driving?
Mmaliza driving school? Ongea kwa mic. Bado. Chamaliza driving school? Bado. Peana namba yako kwa principal, naanza na wewe January na kulipia driving school. Peana namba yako huko. Sisi kama familia tunakulipia driving school January. Wewe kazi yako ni kuenda na kutafuta fare na pesa ya kubaya instructor soda. Bwana asifiwe. Peana namba yako huko. Mtasikiza. Umepeana namba? Okay. Umepeana namba huko? Okay. January kazi yako ni fare na kuenda driving school. Mimi na mama na familia. Sawa? Sikiza. Peana namba yako huko. Nitakubea Christmas ya 5,000. Tarehe 20. Tarehe 20. Sawa? Peana namba yako huko. Wale wa mama sita waliimba wasimame. Wale wa mama sita waliimba hapa. Wale wa mama sita waliimba wasimame. Wale wa kaza wanangu. Bwana asifiwe. Niliuliza kama kuna waimbi wengine. Hai ndio kwaya wa kaza wanangu. Wale wa mama waliimba wasimame. Thank you. Wow. Unajua mimi Sama. Simama. Timu simama, Joe simama. Kuja msalimia wa mama wabariki. Kila mmoja nitanunulia sukari ya 1,000 baada ya ibada. Sukari ya 1,000 baada ya ibada. Salimia wa mama. Salimia. Wabariki. Aya, msiende. Pigeni magoti hapa, mmoja wao waombe. Pigeni magoti chini. Mmoja wao waombe. Na tuamini na tuombe kanisa. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa adhuhuri ya leo Jehova. Tumeingia katika kanisa lako asubuhi Baba, katika ibada ya Thanksgiving. Baba yangu, tumeendelea kubarikiwa na mnenaji wako mpaka mafuta wako Bwana ameendelea kutukumbusha mengi katika maisha yetu. Mfalme uishie milele. Tunaombea baraka zako Baba zikaweze kumiminika katika nyumba yao pamoja na watoto wawe Jehova. Tunawainua kwako Baba wa mbinguni. Ni watoto ambao Baba wamependeza macho ya mwanadamu, na wacha ikakupendeze wewe Jehova. Mungu wangu, chochote anachofanya ikiwa ni masomo yao Baba, enenda mbele yao Mungu wa rehema. Kaendelee kumimina baraka, ukaendelee Baba kuwapatia kufaulu zaidi katika matendo yao. Mfalme uishie milele. Mtumishi wako naye tunamuinua pamoja na jamii yake kwa ujumla Jehova. Ukawabariki, usiwapungukie katika maisha yao. Uwabariki wanapotoka na wanapoingia kwa utukufu wa jina lako takatifu. Na haya tunaomba Jehova tukijua umesikia yale ambayo hatujaomba. Tunajua Roho wako Mtakatifu halali wala hasinzii, anaendelea kuwaombea Jehova. Na ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Sasa tukimaliza ibada, mchungaji atawanunulia sukari kila mtu 1,000. Na nyinyi mkifika hii miaka nitarudi. Asante. Now, kidogo tu. Huyu amesema ndio anawaombea. Sasa he thought you are giving them something. Ni sukari Baba, na hunywi sukari. We are grateful. Asante. By the way, did you know that that boy you ulipeleka driving school is my son? Hebu kuja. He is the manager of the
Kwani mimi safari nilichelewa wapi? Mimi sijui. So we are grateful. I think hii neema baba yako amebeba. Tunaona sura hiyo. Ikubebe. Sawa. Si sawa hiyo? Tuko sawa. Sasa wewe ni driver. Huyu mzee amefika mahali pa kuletwa na anarudishwa nyumbani. Thank you very much. Now, as we come to a close, nafikiri kila mtu ako tayari kwa shukrani yake.